Pewe sifa watu wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu tena ajili ya ibada hii ya pili ambayo Bwana ametupa neema. Tumekuwa na ibada ya kwanza nzuri sana. Tumemwona Mungu akituhudumia. Na tunaamini tena katika ibada hii ya pili Bwana ana jambo kwa ajili ya maisha yetu. Asanteni kila mmoja alivyojimimina moyo wake na alivyoyaruhusu maisha yake kuhudumiwa na Bwana, na tunaamini kwamba Mungu ni mwema sana. Jina la Bwana libarikiwe. Asanteni praise team, asanteni waimbaji wote, na asante kwa kila mtakatifu wa Bwana uliyechagua kumwabudu Bwana siku hii ya leo. Tunashukuru sana wageni ambao wametupenda na kuchagua kuwa sehemu ya ibada yetu siku ya leo. Mungu awabariki sana sana sana. Nafurahi kuwaona, nafurahi kuwa pamoja na ninyi, na asante pia kijana wetu Imani. Simama tu ili niweke mkazo fulani. Huyu amekuja kutusalimia. Wametupa ndugu yao kukaa naye nyumbani kwetu, mdogo wake kabisa, Magdalena. Simama basi. Kwa hiyo huyu ni kaka yake na Magdalena. Wakubariki sana na asante kwa huduma yako. Yeye anaabudu kanisa la FPCT pale Chamwino. Kwa hiyo ameona kuja kuabudu na sisi na kuweza kutusalimia. Wakubariki sana, naweza mkaketi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tunawashukuru wageni wote ambao mmesalimia, na tumebarikiwa leo kuwa na kina Jacqueline wawili. Wageni wetu tunawapenda, tunafurahi kuwa na ninyi. Lakini pia kipekee nikushukuru sana Jacqueline kutoka Dar es Salaam. Tulisalimiana kwenye simu, na asante pia kufika nyumbani mwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hapa ndiko nyumbani ambako ulielekezwa kufika. Karibu sana, na tunafurahi kuwa na wewe kwa muda utakao kuwepo. Mungu akubariki sana. Lakini na wageni wetu wengine wote kwa ujumla wenu, si kwamba kwa kutokutaja jina kuna tofauti ya uthamani. Hapana, bado nafanya mazoezi ya kulifahamu jina lako na kulishika, lakini tunawapenda sana na karibuni. Na wale wageni wetu ambao mmeokoka wakati wa mkutano, na wale ambao mmeungana na sisi katika ibada ya leo, hapa ni mahali sahihi kuchagua kumwabudu Bwana, na sisi tutafurahi kuendelea kuwa ndugu zako na kuwa walezi wako, na Mungu akubariki sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia tumebarikiwa siku ya leo na kijana wetu, mtoto wetu, mchungaji Danieli Banyenye. Kama mnakumbuka, kuna wakati alitutembelea akafanya semina, na alikuwa safarini kutoka Singida akielekea Dar es Salaam. Akaona vizuri apite kutusalimia, lakini pia akaniambia, baba, nitaabudu na ninyi, na baada ya ibada nitakuwa naendelea na safari yangu. Kwa hiyo tunafurahi sana kuwa pamoja naye, na ni bwana harusi mtarajiwa. Harusi mtarajiwa. Kwa hiyo harusi ni tarehe 2 mwezi wa 8. Kwa hiyo ni karibu sana. Kwa hiyo anaposalimia ujue, yani kwa kukuona ni kama amejaa kadi mifukoni, mifuko yote ya ndani ya koti kila mahali. Kwa hiyo ukipenda kumuunga mkono usisite. Karibu wasalimie watu wa Mungu. Karibu wasalimie watu wa Mungu. Yeye ni mtoto wa mchungaji, lakini pia ni mchungaji, na amekuwa baraka sana. Kwa hiyo tunafurahi kupita kutusalimia, na ni moyo mzuri kwenda kuabudu mahali, ni moyo wa pekee. Maana wakati mwingine unaweza kwenda kuabudu mahali ambako una huduma tu, lakini kuchagua kumwabudu Mungu nako ni jambo jema. Karibu sana utusalimie. Asante sana baba. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hebu nione kama una amani, unaweza kuitikisa mkono ukainua na wa pili, ukiwa yote unaitikisa hewani mikono miwili, alafu kaigonganisha, nikisikia vigelegele, makofi, nderemo, vifijo na miluzi na miluzi na miluzi na miluzi na miluzi. Haleluya!
asifiwe. Kwa kweli kipekee ninayo furaha nyingi kuwepo nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo. Haleluya. Kama nilivyotambulishwa na baba, kwa majina yangu naitwa Pastor Daniel Godfrey Manyenye. Nimeokoka, nampenda Yesu. Napoishi ni Dar es Salaam, naposali ni kwa makamu askofu Mwiche. Na nilikuwa maeneo ya Singida, kuna shughuli nimeenda kuzifanya za kilimo huko. Kwa hiyo nimemaliza kuvuna, ninarudi kuweka mambo vizuri sehemu ya kufikia bibi harusi. Kwa hiyo naenda kuseti mambo vizuri. Alafu tumsubirie. Haleluya. Kipekee niko kwenye mapambano makubwa na makali kwa ajili ya harusi. Sasa nimekuwa ninatoa taarifa tu kwa baba kwa simu. Nikaona hii fursa niitumie fursa hii, kwa sababu zimebaki siku 13 tu, siku 13. Nipite warau nimwambie baba nimekuwa naoa. Alafu sio baba na mama na washirika wote ni waalike. Kwa hiyo kuna mtoko wa Nzega. Haleluya. Ukijisikia kutoka na mimi tutoke wote twende Nzega, tukashangilie, tukafurahi pamoja. Alafu tunarudi tunaendelea na majukumu mengine. Haleluya. Kwa hiyo nimependa kuwakaribisha watu wote. Utakayejisikia karibu Nzega, harusi itafungiwa Nzega. Karibu sana, itakuwa ni siku ya Jumapili. Ninawapenda. Baada ya ibada ninaelekea Dar es Salaam kuweka mambo sawa. Haleluya. Mungu akubariki baba kwa moyo wa upendo wa kunipokea. Na Mungu awabariki watu wote na mama na wachungaji. Ninawapenda mno. Ndio maana nimeshuka, nilikuwa naweza nikaendelea na safari, lakini kwa upendo nilionao nikaamua nije niwasalimie, angalau niwape mtoko wa harusi. Mungu awabariki sana. Watajie, naona kuna watu labda wanataka kufanya miamala nini, watajie namba ya simu tu. Okay. Wanaweza wakakuombea, wakakwambia hongera. Basi ukijisikia kuchukua namba hiyo, ichukue, alafu lile Bwana analosema na wewe. Ni kijana wetu, ni mtoto wetu. Babake alikuwa mwanafunzi wangu nikiwa mkuu wa chuo Mwanza. Kwa hiyo ni mtoto wetu. Kwa hiyo ukiona vema kumuunga mkono, muunge mkono. Wewe toa tu namba, mengine mwachie Mungu. Namba yangu ya simu natumia Airtel ya 06 27 80 60 46 06 27 80 60 46. Watumia lipa namba, si wafanya biashara. Watumia lipa namba ya Voda, ni lipa namba ya Voda ni 60 46 44 nimekosea, samani 54 60 72 73. Naamini imeeleweka. 64 54 60 72 73. Shida harusi jamani. Majina yanatokea Daniel Godfrey Manyenye. Niombeeni tu harusi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Asante sana kwa upendo. Basi ninaomba wakati watoto kuja kuwaombea, sisi zawadi kubwa yenye nguvu sana tunaomba pia. Kwa hiyo watoto karibuni hapa mbele niwaombee mnapoenda kwenye ibada yenu, na mchungaji pia sogea na tunakuombea baraka ya watoto, maana sasa tunakuombea pamoja na watoto. Naomba kanisa la Bwana tusimame
tunapowaombea watoto pamoja na chipukizi. Walimu wanatoka watoto na chipukizi au watoto peke yao? Walimu, nataka kusikia chipukizi wanabaki au nao wanatoka? Wanatoka. Sawa. Basi tutakuwa tunaomba na nitakuwa nikimwombea pia na mtumishi wa Bwana anapoenda kwenye harusi, Bwana aweze kumfungulia milango. Na wewe uliyeipokea hiyo namba, basi fanya kile Mungu atakachokuwezesha, muunge mkono. Ukituma basi mtumie message kumjulisha wewe ni nani na ukimtakia baraka za Bwana kwenye ndoa yake. Baba yetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru Bwana kwa ajili ya kanisa la watoto. Nakushukuru kwa neema yako ya pekee sana. Wewe ni nguvu yetu, wewe ni msaada wetu. Bwana, ninamwombea mtoto mdogo na waombea watoto walika la kati na waombea chipukizi. Neema toshelevu ikawe juu ya maisha yao. Tunamkataa adui na kazi zake na uharibifu juu ya watoto, hana mamlaka. Bwana, ninaomba uponyaji wa kimungu juu ya watoto hawa, wakakue katika neema yako. Zaidi ya yote pia Bwana, ninawaombea wamama wanaotarajia baraka ya uzao, wape kuvuka salama kipindi cha ujauzito, waponye na kuwaokoa na hatari mbalimbali. Uzima wako na msaada wako kawe juu ya maisha yao. Na kipekee sana mtumishi wako Daniel Manyenye yuko hapa, namwombea neema ya uwezesho na msaada kwenye tukio la ndoa iliyo mbele yake. Mfungulie milango ya baraka zako, mpe budget toshelevu. Tunashukuru kwa heshima ya kuja kutuona, nasi Bwana tunaachia heshima ya kimbingu juu yake. Fungulie neema na baraka zako, mpe fedha, mpe mavazi na mahitaji yote muhimu ya kufanikisha ndoa yake. Walinde na kuwatunza, ukajitukuze katika maisha yao. Mkono wako Bwana usipungue. Baraka zako Bwana kwa wingi zikawe juu ya maisha yao. Na kuinulia sifa, heshima na utukufu kwamba utatenda na kuzidi. Bwana, wabariki watu wako kwa neema na utukufu wako. Amen. Amen. Sana wabariki sana. Amen. Barikiwa sana. Watoto wanapotoka, wengine wanaweza tukawa tuna Basi tunamshukuru Mungu tena kwa siku ya leo, na Bwana amenipa neno la kusema na watu wa Mungu na kanisa la Bwana, na naomba sasa kuwa mtulivu. Shika daftari lako, notebook yako, andika yale ambayo Mungu anaenda kusema nasi. Na tunaona muujiza wa Mungu, tunaendelea kuona uponyaji wa Mungu, Mungu akiendelea kufungua watu wake, na hilo ni jambo la baraka sana wetu. Na asubuhi ya leo au mchana huu sasa, ujumbe wetu unasema kuishi kwa ajili ya Mungu. Kuishi kwa ajili ya Mungu. Nimepata msukumo moyoni mwangu kulikumbusha kanisa kwa nini tuko hapa na kwa nini wametuokoa, na kila kinachoendelea Mungu anatutegemea sisi.
Ni vizuri kuishi kwa ajili ya Mungu, si vinginevyo. Ulimwengu umekuwa na falsafa nyingi sana kuhusu mahusiano ya watu na Mungu, na kumekuwa na vitu vingi sana ambavyo wakati mwingine vinaondoa focus ya watu kwa Mungu. Wakati mwingine tumeanza kuona tu kama kwa Mungu kama vile mahali pa kwenda kufungasha bidhaa na kuondoka. Ni kama vile watu wanavyoenda kufungasha bidhaa Dar es Salaam na kuondoka. Ni kama mahali tu pa kupokea tunavyovitaka. Lakini swala la Mungu na watu wake ni swala la mahusiano. Sisi ni familia na sisi ni watoto wa Mungu, na lazima tuishi kwa ajili yake na si vinginevyo. Na ukisoma katika Petro wa pili, ndilo andiko letu, sura ya 3 mstari wa 18. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18, Biblia inasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Narudia tena, Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuombe. Baba yetu, kwa mwanao Yesu Kristo, yabariki maneno yako. Nitumie kama chombo kusema na watu wako. Lijenge kanisa lako na kulipa maelekezo, na kusudi lako Bwana likasimame, na mapenzi yako Bwana yakadhihirike. Ukatufundishe na kutuelekeza kwa Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali ambako tumesoma ni mahali ambako Mtume Petro alikuwa akiongea na watu wa Mungu na kuwakumbusha habari ya kukua katika neema. Najua mahusiano na Mungu ni neema ya pekee ambayo tumeipata, na anasema si tu katika hiyo neema, lakini kukua katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Na wote tufahamu, tunapoyaanza mahusiano haya, tunapompokea Mungu katika maisha yetu kwa Bwana na Mwokozi, Mungu huanza kazi mpya ndani yetu. Yaani mtu yoyote aliyempa Yesu maisha yake, mtu yoyote aliyeokoka katika maisha yake, na tunapokuishi kwa ajili ya Mungu, kuna kazi inaendelea ndani ya maisha ya mtu huyo, na mawazo, tabia, maamuzi na mwenendo huanza kubadilika, kwa sababu kuishi katika Kristo au kuishi kwa ajili ya Mungu ni mchakato wenye badiliko kubwa na nguvu, matokeo makubwa, na kazi hii hufanywa na Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu na kutufundisha na kutukuza katika viwango vya kuishi kwa ajili ya Mungu. Lakini wote tunafahamu, pamoja na kazi kubwa ambayo Mungu anaifanya kwenye maisha yetu, bado haimaanishi kwamba majaribu na vita havipo. Lakini bado kuna vita, kuna pambano, kuna upinzani dhidi ya vishawishi mbalimbali vya dhambi na uovu. Kila muamini hukutana na changamoto za kupambana na tamaa za mwili, majaribu ya dunia na hila za shetani mbalimbali. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba habari njema ni kwamba Mungu hakutuacha tupigane peke yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi unakabiliwa na nini, haijalishi unapitia vita gani, haijalishi kuna hatari gani imesimama mbele yako, Mungu hakutuacha tupigane peke yetu. Ametupa neno lake. Tunapolisoma neno lake tunapata nguvu. Ametupa Roho wake Mtakatifu na neema inayotuwezesha kuishi kama Mungu anavyotaka tuishi maisha matakatifu. Unajua, ulimwengu unataka kuonesha kama vile watu hawawezi kuishi kama Mungu anavyotaka, na huo ni udanganyifu wa shetani. Tunaweza kuishi kama Mungu anavyotaka, kwa sababu hatuishi kwa nguvu yetu, tunaishi kwa msaada wake. Jina la Bwana libarikiwe. Mchana wa leo ipokee neema na msaada wa Mungu wa kukuwezesha kuishi, kushinda, kupambana
na kusonga mbele katika neema ambayo Mungu ametupa. Katika somo hili tutaangalia mambo kadhaa, jinsi au maana ya kuishi maisha matakatifu, utambulisho wetu mpya tulionao katika Kristo, na kusudi maisha yetu ni nini, na pia jinsi ya kushinda vikwazo mbalimbali na hatua za kila siku kukua katika maisha kumtumikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapozungumza kuishi kwa ajili ya Mungu, hatuwezi kutenganisha na kweli ya muhimu kuhusiana na kuishi katika utakatifu. Na utakatifu umekuwa nadra sana kuzungumzwa sasa, lakini niwakumbushe watu wa Mungu, kama kuna kitu unataka pambanue kuwa mtu wa pekee katika dunia hii, ni kufanikiwa kuishi maisha matakatifu. Ni darasa gumu lakini lenye mafanikio. Najua utakatifu ni sehemu siri ya Mungu, na Mungu ni mtakatifu kabisa, wote tufahamu, hana dhambi wala uovu wowote. Yeye ni mkamilifu katika haki, katika upendo, katika wema, na kwa sababu sisi ni watoto wake, ametuita tuishi maisha yanayofanana na yeye na yanayofanana na tabia yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo utakatifu unaanza pale tu mtu anapookoka, kwa sababu unajua utakatifu ni tukio linalotokea kwenye maisha ya mtu wa Mungu anapompa Yesu maisha yake. Hata kama historia bado inazungumza kwamba huyu mtu alikuwa ni mwovu, hata kama watu wanafahamu kwamba ulikuwa umepinda kiasi kibaya sana, hata watu wanafahamu kwamba haufai, lakini kitendo cha kumkubali Mungu kwenye maisha, hatua ya utakatifu inaanza. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo tunafahamu Mungu husamehe dhambi zetu na kututakasa. Lakini baada ya hapo muamini endelea kukua kila siku, huku Roho Mtakatifu akimfanya mtu huyo afanane zaidi na Kristo. Na hilo lengo letu la kukua katika kumjua Mungu, kufikia pale ambako Mungu anataka tufikie. Kwa hiyo utakatifu sio tukio la siku moja, bali ni mchakato wa maisha. Uwe umeokoka zamani, uwe umeokoka hivi karibuni, halishi uko kwenye hatua gani kiroho, lakini utakatifu ni mchakato wa kila siku. Bwana libarikiwe. Na kuishi maisha takatifu kunahusisha mambo mengi, lakini jambo la kwanza ambalo ningetamani kutazamisha watu wa Bwana, ni vizuri tujue ya kwamba tunapoishi kwa ajili ya Mungu, utambulisho wetu ni mpya katika Kristo. Utambulisho wetu, hatujitambulishi kwa sura ya zamani wala kwa maisha ya zamani. Utambulisho wetu umebadilika, utambulisho wetu uko ndani ya Kristo. Maana tunapomwamini Kristo, Mungu anatupa maisha mapya. Biblia inatufundisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu, watu waliopokelewa katika familia yake, warithi wa ahadi zake. Na sio hivyo tu, pamoja kwamba sisi ni Watanzania, lakini sisi ni wanangu wa ufalme wa Mungu wa viwango vya juu kabisa. Na haishi hapo tu, anasema sisi ni hekalu ambalo Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Sisi ni nyumba ya Mungu. Nilisema kwenye ibada ya kwanza, shemeji zangu Wagogo wanasema vizuri zaidi, uwelo wa Mungu, kwamba ni mahali ambako Mungu anafanyia ibada. Unajua sangema
lugha zetu huwa zinaongea kwa undani zaidi mtu anaye kinachozungumzwa. Watakatifu wa Bwana, utambulisho wetu unatubadilisha kuwa watu wa tofauti, na tunapokuwa utambulisho wetu ni tofauti, unabadilisha na viwango vyetu vya maisha. Hivyo hatupaswi kujiona tena kama tulivyokuwa kabla ya wokovu, kujifananisha kwa namna za zamani. Na ndio maana Mtume Petro anasema sisi ni taifa teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki Mungu. Hivi unaweza ukaipata wapi wewe, Msukuma mwenzangu, Muhaya, Mnyiramba, CV kama hii kuambiwa taifa teule? Kuna Wanyiramba taifa teule? Na wauliza watu wa Bwana, ukuhani wa kifalme, utapata wapi ufalme wa kikuhani kwa Wahehe? Halo? Taifa takatifu, usukumani litapatikana wapi? Watu wa miliki ya Mungu. Huu ni utambulisho wa pekee. Sisi sio watu wa kawaida. Na waita kanisa la Bwana tuishi kwa viwango vya utambulisho wetu, maana ndani ya Kristo utambulisho wetu unabadilika. Ni watu wa kawaida duniani, lakini wenye utambulisho wa mbinguni. Ni watu wa kabila lile lile, lakini wenye asili ya mbinguni. Utambulisho unaleta tofauti. Hata ndugu yetu anaenda kuoa tu, kuitwa bwana harusi, kuna vitu anajipanga panga. Najipanga panga. Hata muondoko, hata kuvaa, kufanyaje, lazima aanze kukaa kibwana harusi. Haya yote yanaonyesha kwamba sasa sisi ni mali ya Mungu na tumeitwa kuonyesha utukufu wake duniani. Hakuna kitu kibaya kuwakilisha ufalme unaoenda kinyume na masharti ya ufalme. Ndugu zangu, tuko kuishi kwa ajili ya Mungu. Hatuna kitu kingine. Hatuna kitu kingine. Na anaposema ukuhani wetu si kwamba ni makuhani. Unajua katika Agano la Kale makuhani walikuwa wawakilishi wa Mungu mbele ya watu. Leo hii kila muamini ameitwa kuwa kuhani wa Mungu. Hii ina maana kwamba tunamwakilisha Kristo duniani. Tunatangaza habari njema. Tunaonyesha upendo wa Mungu kwa matendo yetu. Tunaongoza wengine wamjue Kristo. Hii ni kazi ya pekee sana, kuishi kwa ajili ya Mungu. Unaweza kawa umempata Kristo, umeokolewa. Huenda sababu unaweza kawa sababu, inaweza kawa magonjwa, yanaweza kawa mateso, inaweza kawa ni vifungo, lakini ni sababu za kukuleta kwa Mungu. Lakini baada ya kufika kwa Mungu, wewe ni wa thamani, wewe ni wa pekee, wewe ni wa muhimu, na utambulisho wako sio wa kawaida. Na hapo ndiko panazaa tafakari na maswali ya kujiuliza. Je, maisha yangu yanamwakilisha Kristo? Watakatifu wa Bwana, maana tunaishi kwa ajili ya Mungu. Sasa hivi watu tumeona kama kumwabudu Mungu ni mahali pa kujinufaisha sisi tu, kwamba tupokee baraka zake, tupokee tunayohitaji, tupokee magari, tupokee vitu vya thamani. Lakini nataka niwaambie, Mungu anatafuta mahusiano kwanza. Ndio agenda ya msingi. Hakatai juu ya hayo mengine, lakini sio msingi wa kukutana na yeye.
Jiulize, watu wa nyumbani kwangu wanaona nini kupitia mwenendo wangu? Leo hii ningekupa heshima ya kusema sasa tukimaliza ibada na kusindikiza nyumbani, niwakute watu wa nyumbani kwenu, majirani zako, nijitambulishe, jamani, mimi ndo mchungaji wa huyu ndugu yenu, mna neno lolote? Kuna wengine naweza tukarudi tena tukaitisha, yani inabidi nikiwa nimeenda kukutembelea nipigie simu na wazee wa kanisa, jamani, niwakute kanisani, kuna kesi, nimekuja kutembelea mshirika lakini huko ana arabii. Wanaona nini watu maeneo tunayoishi? Unajua ulimwengu unashangaza sana. Mtu anakuta hata ni mfanya biashara anagombana na wateja, yani watu unaowauzia unagombana nao. Siku moja tumesimama mahali tulikuwa tunanunua kitu, mama ameshuka, muuzaji mkali, ikabidi arudi kwenye gari tuendelee na safari, maana muuzaji mwenyewe haeleweki, hata kutaja bei tu ni kama anakerwa, sio alikuwa na nguvu za giza, hata sielewi. Maisha yako yanamwakilishaje Kristo? Utambulisho wako. Na watoto waga wanafanana na familia yao. Ushakuta mtoto sawa anafanana na jirani. Sisi ni watoto wa Mungu. Sasa ukianza kufananishwa na shetani, wewe sio mtoto halali. Lakini ni jambo la kutafakari na kujiuliza, je, watu wanaweza kumwona Mungu kupitia maisha yangu au wananiona mimi? Na waita watakatifu wa Bwana, tumeitwa kuishi kwa ajili ya Mungu. Kila tulicho nacho ni kwa ajili ya Mungu. Afya ambayo Mungu ametupa ni kwa ajili yake. Kuna watu wengine ukiwakutana na maeneo wanakoishi, hata ukiwasalimia Bwana asifiwe, hata jimumunya hapo kama anakula karanga. Bwana asifiwe. Maana hata hataki watu walio karibu wasikie ameitikia amina. Mtu anaenda kanisani, ukimuuliza unaenda wapi? Sasa tunaenda huku tu. Yaani hataki kunyoosha moja kwa moja, maana naenda tu huku hivi, naenda huku. Unaogopa nini? Sisi tuna utambulisho wa pekee. Ni maombi yangu mchana wa leo, Bwana aweke nguvu mpya ndani yako ya kumpenda yeye, ya kumtumikia yeye na kuishi kwa ajili yake. Lakini pia tunaangalia katika kuishi kwa ajili ya Mungu, kuna tuonesha kusudi letu ni nini katika Kristo. Unajua, Mungu hakutuokoa tu kwa ajili yetu wenyewe sisi wenyewe kuburudika tu na kufurahi kwamba tumeokolewa. Bwana ametuita kushiriki kazi yake. Ametuokoa kupata watendakazi, ametuokoa kuyafanya mapenzi yake. Kristo alikuja kuleta wokovu kwa ulimwengu. Sasa sisi tumetumwa kuendelea kutangaza ujumbe huo. Tunatimiza kusudi hilo kwa kuhubiri Injili, kwa kuonyesha upendo, kwa kusamehe wengine, kwa kuleta amani paliko na huzuni, kwa kuwahudumia wenye uhitaji, kwa kuwaonyesha watu njia ya Kristo. Watu wa Bwana, Mungu hakuhuzunishwa na dhambi zako tu, wala kuhuzunishwa na mateso yako, lakini amehuzunishwa na wengine, akakuokoa wewe na mimi kuongeza nguvu ya kufikia walio na uhitaji huo. Tunapoishi kwa ajili ya Mungu, tujue sisi ni mikono ya Mungu, sisi ni macho yake, sisi ni masikio yake. Hebu fikiria, umeajiri mlinzi alafu kumbe kiziwi. Halo? Umeajiri mlinzi kumbe kiziwi. Yaani hata mlango alioegemea wenyewe unavunjwa, hasikii kwamba mlango unavunjwa. Watakatifu wa Bwana, kuna kazi Mungu ametuita.
Tunapoishi kwa ajili yake, kuna kusudi Mungu ametuweka. Petro anasema ametuchagua ili tutangaze matendo yake makuu, aliyotutoa gizani na kutuingiza katika nuru ya pendo lake la ajabu. Ndugu zangu, na katika kutimiza wajibu huo, Mungu ameiweka thamani ya watu wote katika maisha yetu. Mungu anatutaka kuwathamini watu wote. Unajua, kila mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ni wa thamani. Kwa hiyo kila mtu ana thamani mbele za Mungu. Naomba niongee na moyo wako na maisha yako. Wewe sio mtu wa kawaida, wewe ni mtu wa thamani. Haijalishi kwamba ni tajiri au ni masikini, haijalishi kwamba ni watoto au ni wazee, haijalishi ni wagonjwa au wenye afya, haijalishi ni watu wa makabila ya aina gani. Hata wale wanaompinga Kristo bado ni wa thamani. Hata wanaokukera bado Mungu anawapenda. Hivi unafikiri ungejisikiaje kama ndo ungekuwa wewe umefanya kazi muhimu kama aliyofanya Petro, amefyeka sikio la mtu, alafu bwana wako ndo anakuja tena anaambia anarudishia sikio? Wewe ulifikiri kwamba aseme malizia na la pili, alafu anamwambia Petro rudisha upanga alani mwake. Hawa nao ni wateja. Halo? Hata wanaokutumbua ni wateja. Sema amina, watu wa Bwana. Ni lazima tujue ya kwamba tunapoishi kwa ajili ya Mungu, tukuze thamani ya upendo wa watu wote. Tunapowaheshimu watu, tunamheshimu Mungu aliyewaumba. Mkristo hawezi kumpenda Mungu huko akiwadharau wanadamu Mungu aliyowaumba. Ndugu zangu, tunapoishi kwa ajili ya Mungu, kila mtu ni wa thamani, kila mtu ni wa muhimu. Na ninawaita katika utumishi ambao Bwana ametuita, tulitimize kusudi lake, tuyatimize mapenzi yake. Na sijui methali zetu za Tanzania ndo zimetuharibu, maana zinasema ndege wa aina moja wanaruka pamoja. Si ndo tumefundishwa methali hizo? Kwa hiyo wakati mwingine wanadamu tuna kawaida ya kufurahiana wale ambao tunaona kama tunaendana, lakini nawaita katika jina la Bwana kuishi kwa ajili ya Bwana. Kila mmoja ni wa thamani, kila mmoja ni wa muhimu. Aliye juu, aliye chini, aliye na nguvu, aliye mnyonge, aliye mzima, aliye mgonjwa, wote ni wa thamani mbele za Mungu. Nawaita katika jina la Bwana tuishi kwa ajili ya Mungu. Na ndugu zangu, tunapoishi kwa ajili ya Mungu, tunatarajiwa kuwa na maisha yanayofanana na Kristo. Unajua, kuishi kwa ajili ya Mungu sio maigizo. Unajua, utambulisho wetu mpya unatakiwa kuonekana katika maisha yetu ya kila siku. Utakatifu sio kuacha dhambi pekee, ni kuonyesha tabia ya Mungu kupitia maisha yetu. Mungu afurahii tu kwamba tumeacha dhambi. Mungu anafurahia maisha ambayo yameacha dhambi na yanaanza kuwa na tabia ya Mungu, ili ulimwengu ujifunze. Mchana wa leo ninakuombea tabia mpya ya Mungu izaliwe ndani yako, na ya Mungu yazaliwa kupitia upendo, kupitia huruma ndani yetu, uaminifu, unyenyekevu, haki, uvumilivu, usafi wa moyo. Hayo yote yanazaa tabia mpya ndani yetu. Na Petro aliwahimiza waamini wa wakati wake, hata akawaambia kutii mamlaka, kutii viongozi.
kuwaheshimu watu wote, kuwa wanyenyekevu, kuwajibu walio kinyume chao kwa upole. Muulize mwenzako kwamba dishi likiyumbishwa linayumba au linatulia. Maana mtu anasema wamenivuruga na mimi nawavuruga. Hiyo sio kanuni ya kimungu. Ni kweli wamemwaga ugali, wewe umetunza mboga? Halo? Kuna mambo yanatokea kwenye maisha yetu. Anatuhimiza kupendana, anatuhimiza kuwa wakarimu, kutumia vipawa vya kuwahudumia kwa ajili ya kuwahudumia wengine. Hivyo maisha matakatifu yanaonekana zaidi katika matendo yetu kuliko maneno. Na waita watu wa Bwana tupandishe viwango vya kufanana kwetu na Kristo. Vinywa vyetu vibadilike, mawazo yetu yabadilike, matendo yetu yabadilike, maisha yetu yamfananie yeye. Maana hiyo ndo nguvu ya kuishi kwa ajili ya Mungu, na wala si vinginevyo, si vinginevyo. Na wengi wetu tumetoka kwenye dini na imani mbalimbali ambazo imani nyingi zinajikusanya karibia na, yani zinajikusanya wakati wanaenda kwenye ibada, kwenye nyumba za ibada watu wanajikusanya. Wengine wametoka kwenye imani ambazo watu wanazimia sigara njiani alafu wanaingia kanisani. Watu wengi wamekuwa na mtindo wa kuigiza. Kuna imani ambazo zina miezi tu ndo ya kujikusanya, na hiyo inafanya maisha yetu yanaweza kuwa na usanii, maisha yakawa ya kuigiza. Unajua kitu ambacho huwezi kukifanya mbele ya mtu unayemheshimu, ujue hicho kitu hakifai. Kama unakifanya kwa watu nao, yani kwa watu ambao unaona kama uwaheshimu, hiyo tayari ni shida. Sio kama tunaelewana watu wa Bwana? Halo? Maana lazima pozi unalompa mchungaji ndio ile pozi unalompa mshirika mwingine. Halo? Maana kuna watu wanaweza kaa hapo amegeuka ukaongea na mchungaji akaongea, ukifuatilia mapozi hayo unagundua thamani. Sisi ni wa muhimu na Bwana anataka tuishi kwa ajili yake. Ndugu zangu, kweli nyingine muhimu ni kwamba utakatifu unahusisha moyo. Watu wengi udhani dhambi ni mambo yanayojulikana tu kwa majina makubwa: uasherati, wizi, uuaji, ulevi, uchawi na mambo mengine yote yasiyofaa. Ni kweli hayo ni miongoni mwa dhambi, lakini Yesu alifundisha kwamba dhambi huanzia moyoni, kwa mambo kama kiburi, mawazo machafu, chuki, wivu, tamaa mbaya, uchoyo, ubinafsi. Hayo pia ni dhambi mbele za Bwana, na Yesu alishughulika na chanzo kuliko matokeo. Ni vizuri kujiuliza, kwa sababu Mungu haangalii matendo ya nje pekee, bali pia nia ya ndani ni ya muhimu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Niwaulize, kwani wote wanaopigaga magoti wana heshima? Jamani, nawauliza, kwani wote wanaopigaga magoti wana heshima? Mimi nimekuta sangina ukienda miji mingine ya makabila yalezoea magoti, hata watu wanapiga magoti. Halo? Kupiga magoti sio nidhamu, ni kuushusha mwili kwamba unanyenyekea, lakini moyo nao kunyenyekea ni jambo lingine. Mtu anaweza kama amepiga magoti hapo dakika 10 anakunawisha, lakini anakungonga ndani ya moyo wake kwamba nao linanichosha tu, linawe haraka tu, mimi wala nimekaa hapa chini tu yananawa taratibu.
huyu ameshusha mwili lakini moyo amesimama. Kwani wote wenye sura zilizotulia sio wakali? Hebu angalia jirani yako uso ulivyotulia hivi. Unaweza ukaamini wewe ni mcharuko? Ukicheki kauso utafikiri tu malaika wa Bwana amekuja kutusalimia leo, anarudi kwenda paradiso. Lakini sasa mkuta amekata network. Muulize jirani yako, ndo wale wanaozungumzwa au ni mwingine? Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu zangu, ndio maana Mungu anataka moyo safi, sio sura nzuri mbele za watu. Mungu anataka moyo safi, moyo safi. Ndugu zangu, Mungu anatuita kwa sababu maisha yaliyobadilika ni ushuhuda. Tumekuwa na changamoto ya kuwa na idadi ya miaka bila badiliko, kuwa na idadi ya siku tangu tumeokoka bila badiliko, kwa sababu kuishi kwa ajili ya Mungu, Mungu anahimiza badiliko. Mungu anahimiza badiliko, kwa sababu mtu anayemfuata Kristo hawezi kuendelea kuishi kama alivyokuwa anaishi zamani. Roho Mtakatifu hubadilisha tabia yake hatua kwa hatua. Mabadiliko hayo ndio ushahidi wa wokovu. Lakini ikiwa mtu anaendelea kuishi katika tamaa mbaya, katika ulaghai, katika fitina, katika uzinzi, katika uchoyo, katika chuki, bila kutubu, maisha yake yanapingana na kweli la kubadilika. Ndugu zangu, usifurahie kuabudu bila badiliko. Na badiliko ndio linatupeleka kiwango kingine. Lakini mwamini anapoonesha upendo, anapoonesha amani, msamaha, matumaini, rehema, watu huvutwa kwa kumfuata Kristo. Ni vizuri katika maisha yetu tufahamu ya kwamba tunaishi kwa ajili yake. Hatuko kwa ajili yetu sisi wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Hatupo kwa ajili yetu sisi wenyewe. Sisi ni mali ya mtu, ni mali ya Mungu. Ninapohitimisha somo langu, naomba nirudie kukumbusha tena, Mungu hakutuokoa ili tuendelee kuishi chini ya utumwa wa dhambi. Kusudi lake ni kutufanya tufanane na Kristo kila siku. Hata hivyo, ushindi dhidi ya dhambi haupatikani kwa nguvu za mwanadamu. Unapatikana kwa kushirikiana na Roho Mtakatifu, kutii neno la Mungu na kujitoa kikamilifu kwa Kristo. Namuita kila mtu wa Mungu, ruhusu nafasi ya Roho Mtakatifu. Wakati mwingine tumekuwa tunaweka vifensi vyetu kulinda vitu vyetu. Unasema yani mimi tu hivi hivi, mimi tu nafanya hivi hivi. Hakuna kitu ambacho Kristo hawezi kushughulika nacho. Semeni amina, watu wa Bwana. Hakuna kitu ambacho Kristo hawezi kushughulika nacho. Na ni vizuri tufahamu ya kwamba asili yako mpya ndani ya Kristo ndio inaleta badiliko. Kwa sababu kabla ya kuokoka tuliongozwa na asili ya dhambi. Tulikuwa watumwa wa tamaa za mwili. Tulifanya yale ambayo hayakumpendeza Mungu. Na hatukuwa na uwezo wa kuishi maisha ya haki kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Lakini tulipompokea Kristo, tulifanywa viumbe vipya.
Jina la Bwana libarikiwe. Tulipokea uzima mpya. Roho Mtakatifu akaanza kukaa ndani yetu. Unajua, unaweza kaa katika mazingira yale yale, lakini tu hakiamia mtu mstaarabu, unashangaa pale pale panabadilika, panakuwa na ustaarabu. Halo? Sasa sisi tulikuwa wa kawaida, lakini Yesu alipohamia, Roho Mtakatifu anapokuja, kuna kitu kipya kinatokea kwenye maisha yetu. Ndio maana unaweza ukashangaa unapookoka, wala sio kwamba bajeti inabadilika, lakini unaweza ukashangaa tu uso unatakata, moyo una amani, mambo yanaenda kusawa, unakula mlenda ule ule lakini unachangamka kama umekula roast. Kwa sababu nguvu ya Mungu ndio inayoleta mabadiliko kwenye maisha yetu. Tunapewa uwezo wa kuishi maisha mapya. Kwa hata hivyo, ingawa tumeokoka, bado tunakutana na vita ndani yetu. Na ndani ya muamini kuna mapambano kati ya tamaa za mwili na uongozi wa Roho Mtakatifu. Na kila siku ili kuishi kwa ajili ya Mungu, lazima uwe unafanya maamuzi ya kufuata mwili au kumfuata Roho Mtakatifu. Na maisha ya wokovu, hatujisifii ushindi wa jana. Maana tuwezi kukuta dishi limeyumba alafu unasema mimi nilikuwa makini sana jana, mimi nilikuwa naenda vizuri sana. Hatujisifii uimara wa dishi la jana. Tunajisifia sasa hivi channel zinakamata. Muulize mwenzako, usituambie habari za dishi la jana, channel zinakamata sasa. Maana wokovu ni sasa. Maana mtu unamuuliza unaendeleaje, asema kwa kweli hii wiki nzima hii Mungu amenitetea. Unakimbilia wiki nzima, kuna nini leo? Kwa nini hutaki kuongelea leo? Unataka kuongelea wiki iliyopita. Kuna vita, kuna mapambano. Kwa kila siku tunapaswa kufanya uchaguzi wa kumtii Mungu badala ya kufuata tamaa ya mwili. Na kuombea neema ya Bwana mchana wa leo. Bwana akupe nguvu ya kumtii yeye, ya kumtumikia yeye, ya kumcha yeye, na kushinda kila kinachopambana na maisha yako. Na ndio maana sijajua kwa nini Biblia ilifananisha kuokoka na kufa katika dhambi. Mtaniwia radhi, lakini naongea na marehemu wenzangu. Halo? Si wote tulikufa katika dhambi? Sasa toka lini ukakuta marehemu tena mtaani anaiba vitu vya watu, anafanya uzinzi? Mtu akishakufa biashara imeisha. Unapatia wapi nguvu za kufanya dhambi? Basi labda ulizimia. Labda mchana wa leo Mungu anipe neema tena, rungu kutoka mbinguni nikupige nikumalizie, ili ufe kabisa katika dhambi. Maana bado unavutwa na nini kwenye dunia? Kwa nini bado unavutwa na tamaa za dunia? Maana huwezi kuwa salama kuishi kwa ajili ya Mungu wakati bado unaishi katika dhambi. Na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa nini? Wa milele. Hii ina maana kwamba mtu wa zamani aliyekuwa chini ya utumwa wa dhambi amekufa, na sasa tumeanza maisha mapya. Kwa hiyo dhambi haitakiwi tena kutawala maisha yetu. Kwa wanaoishi kwa ajili ya Mungu, dhambi haipaswi kutawala tena. Na sisi kama wana Agape tunakataa dhambi. Tutasema tunakupenda, lakini dhambi hapana. Maisha yetu yanapaswa kuonyesha mabadiliko ya kweli. Mungu hajabadilisha mazingira yetu pekee, bali amebadilisha na utu wetu. Ukweli wa kukumbuka ni huu hapa.
Usijione kwa jinsi ulivyokuwa zamani, wala usiishi kwa namna ulivyokuwa zamani, bali jione na ishi kwa jinsi Mungu anavyokuona sasa. Wewe ni chombo kingine kabisa. Wewe ni mtu aliyebadilishwa. Wewe ni mtu aliyefanywa upya. Wewe ni mtoto wa Mungu, ni kiumbe kipya, mwenye haki kwa njia ya Kristo, mwenye Roho Mtakatifu ndani yake. Na kadri unavyoamini ukweli huu, ndivyo utakavyokuwa na nguvu zaidi ya kushinda majaribu. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii inatupeleka kwenye kutafakari na kujiuliza, je, bado najiona kama mtu wa zamani? Mara nyingi nawaambiaga, kama ulikuwa mvutaji alafu hauvuti, umeacha, lakini ukipishana naona vuta sigara unajilamba, wewe ni mvutaji ambaye bado hujanunua sigara tu. Je, bado unajiona kama mtu wa zamani? Naomba Mungu afanye badiliko ndani ya maisha yako, ndani ya ufahamu wako. Wewe ni mtu mpya. Ni kweli ulikuwa unaonekana ni waovyo, ulikuwa unaonekana haufai, lakini wewe umegeuzwa na kubadilishwa. Sio yule tena. Usiyakubali yale matangazo ya mawazo yako kwamba haufai, hauwezi, hutafikia pale, na kuambia katika jina la Bwana, wewe ni kiumbe kipya. Lakini unapaswa kujiuliza na kutafakari, ni maeneo gani ambayo bado yananiongoza kana kwamba sijabadilishwa? Kuna vitu gani bado vinakupeleka nje ya barabara? Na wanasema ukicheka na nyani utavuna mabua. Na mara nyingi napenda kutoa mfano huu kwamba ukikuta mtoto au mtu anasindikizwa na nzi hawakoseagi tukio. Kama kuna jambo limeharibika tu, nzi watakuwepo. Kwa utajibaraguza, pigeni nzi hawa, peleka kaogeshe. Pakisha safishwa tu, nzi wanaondoka wenyewe. Katoto katakuwa kakali, msiniguse, niko salama. Lakini ukikapekua unakuta mambo yameharibika, kwa sababu nzi hawakosei mahesabu. Na wewe tuhuma na kelele, hao ni nzi. Mchana wa leo nimekuja na beseni kubwa kutoka mbinguni la watoto wa Mungu kusafishwa tena. Sema amina watu wa Bwana. Sema amina watu wa Bwana. Bwana atusafishe, Bwana atuoshe, Bwana atutengeneze, tuwe aina ya chombo anachotaka tuwe katika maisha yetu. Unajua hakuna hasara kama kuishi maisha ya njia panda, kwa sababu Mungu hutamfaidi, dunia hutaifaidi. Maana kila mara utakuwa unafanya kwa magendo, unasali kwa magendo, unafanya dhambi kwa magendo, hutaweza kuwa salama. Lakini ni vizuri kujiuliza, ninawezaje kuishi kila siku nikitambua kuwa mimi ni kiumbe kipya? Ndugu zangu, inawezekana kuishi maisha mapya. Inawezekana kuwa washindi. Inawezekana kuwa chombo cha Bwana. Inawezekana kuwa hodari. Ndugu zangu, hili ndilo jambo ambalo Bwana ameliweka moyoni mwangu siku ya leo, kukukumbusha kwamba sisi tunaishi kwa ajili ya Mungu. Na maisha yako ni ya muhimu sana kuchukua hatua za kiroho, kuchukua hatua za mabadiliko, kuchukua hatua za kukua kufikia mahali ambako Mungu anataka tufikie. Unaweza kuwa upo kwenye ibada hii, hakuna anayefahamu, lakini unajua kuna vitu vinayumba ndani ya maisha yako. Unajua kabisa kuna mambo hayako sawa. Na hata wakati mwingine moyo unaogopa kwamba maana umebakia kukamatwa tu. Unajua kabisa siko sawa. Na waita mchana wa leo, tengeneza maisha yako. Ishi kwa viwango ambavyo Mungu anataka uishi. Wewe ni wa thamani na Mungu ana agenda kubwa na maisha yako.
Bwana ana kusudi kubwa na maisha yako. Hata kama unazungukwa na wazembe wengi wasiojisimamia, wewe bakia kusimama katika Bwana. Mimi nimeiambiaga nafsi yangu, wakati wengine wote wanatumia vichaa vyao, mimi sitatumia cha kwangu. Tunajua kila mtu ana kichaa chake, tunatofautiana asilimia tu za kutumia. Halo? Wewe utacharuka, mimi nitatulia. Ukimaliza hamu yako ya kucharuka, tunaongea kwa utulivu. Lakini kucharuka kwako hapaswi kunivuruga mimi. Halo? Ukishaona unayumbishwa na micharuko mingine, ujue kuna shida. Maana maji yakitibuliwa, kwani maji masafi yakitibuliwa kwani kutakuwa na uchafu? Watu wanasema maji yakitibuliwa lazima kuna uchafu. Kuna maji mengine ni masafi, hata uyatibue ni masafi tu. Eti ni kweli au sio kweli? Sio maji yote yanayolindikaga vitu chini eti ukitingisha uchafu unatibuka. Kwa sababu amenitingisha ndio uchafu umetoka. Kuna maji ambayo ukitingisha yote ni masafi. Na huyo ndio anapaswa kuwa wewe. Semeni amina watu wa Bwana. Mchana wa leo moyo wangu unatamani neema mpya tena ya kuishi kwa ajili ya Mungu. Bwana yasaidie maisha yangu kila kona. Naamini pia na wewe ni shauku yako na ni nia ya moyo wako. Na mchana wa leo ninamuita kila mmoja wetu aliyepo katika ibada hii, naomba usimame pale ulipo na tusogee madhabahuni kwa Bwana, na kila mmoja akiwa na kiu ya kumwambia Bwana, natamani kuishi kwa ajili yako. Na kama kuna eneo lina dosari, kama kuna eneo lina kasoro, kama kuna eneo lina changamoto, ni mchana wako wa kumwambia Bwana, natamani hatua mpya. Karibu madhabahuni kwa Bwana kanisa zima. Lakini ukija na nia na shauku moja kumwambia Bwana, natamani kuishi kwa ajili yako, natamani kusudi lako kwenye maisha yangu, natamani neema yako kwenye maisha yangu. Labda mstari wa kwanza una nafasi, simameni vizuri mstari wa kwanza ili wanaokuja nyuma pia wapate nafasi. Tujaze mstari wa kwanza vizuri. Tunakuja kujiweka wakfu kwa upya mbele za Bwana. Halafu kila jambo linalotesa maisha yako unapokuja madhabahuni kwa Bwana, lishtaki kwa Mungu, mwambie Mungu, eneo hili hapa linaninyonya, eneo hili hapa linanihujumu, eneo hili hapa linanifanya nisiwe katika namna ya kuishi kama utakavyo wewe. Na Mungu atakusaidia, atakupa neema yake. Wewe ni wa thamani, wewe ni wa pekee. Naomba uinue mikono yako juu napokuombea. Ipokee neema ya Bwana mchana wa leo. Sijajua umevunjika moyo kiasi, sijajua umekata tamaa kiasi gani, sijajua una hofu kiasi gani, sijajua unakabiliwa na nini. Wenda kuna watu po kwenye ibada hii uko njia panda, hivi niendelee na Mungu au nimwache Mungu? Wenda uko kwenye ibada hii umepita mahali yani unaona aibu tu kwamba sasa nafanyaje, mbona kama siwezi kuendelea? Naomba nikuambie katika jina la Bwana, bado unaweza kuendelea. Bado pendo la Mungu ni kubwa sana kuliko hatari unazopitia. Na kama kuna nguvu ya dhambi ndani yako, ninaivunja na kuiharibu nguvu hiyo. Na kama kuna vitu vinahujumu kuishi kwako kwa ajili ya Mungu, uweza wa Bwana ushuke mchana wa leo na kukuinua tena. Sauti ya Mungu iongee na wewe. Mungu akuite mahali ambako amekukusudia. Hatuwezi kuendelea kuwa watu wa Mungu ambao Mungu hajivunii, Mungu hafurahii. Natamani tuwe aina ya watu ambao Mungu anajivunia. Ukiwa umeinua mikono yako ninapoomba, ipokee neema ya Bwana mchana wa leo. Pokea msamaha wa Bwana. Kama unahitaji msamaha, Mungu akusamehe. Kama unahitaji kuhuishwa, Mungu akuhuishe. Kama unahitaji kupakwa mafuta tena, huenda kuna vipawa na karama na kuna vitu vimepotea kwenye maisha, kuna uzuri umepungua kwenye maisha yako. Mchana wa leo liko tumaini, uko uzima. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, nimesimama mbele ya watoto wako wa thamani sana, wa pekee,
Na wapo ambao sasa wanaomba rehema zako, wapo wanaomba msamaha, wapo wanaomba utakaso wako, wako wanaomba hatua mpya, wapo wanaorudi kwa upya kwenye mahusiano na wewe, na kuna wengine wamepoteza aina ya vitu kwenye maisha yao na wanatamani neema ile isipotee tena. Naita uweza utokao mikononi mwako, naita mamlaka itokayo mikononi mwako, naita nguvu itokayo mikononi mwako, ikaguse maisha ya kila mmoja wetu. Kama kuna vifungo vya giza, kama kuna nguvu za giza, kama kuna kutumikishwa na adui, kama kuna mateso yote ya adui, na bomoa ngome hizo za adui kwa jina la Yesu Kristo. Kazi za adui zikaharibike ndani yako. Pendo la Mungu, nguvu ya Mungu, uzima wa kimungu, mamlaka ya kimungu, neema yake. Fungua kinywa chako, jiachie mbele za Bwana. Omba, usijizuie. Fungua kinywa chako, iko nguvu ya Mungu inatembea katikati yetu. Fungua kinywa chako, omba. Paza sauti yako ukiwa umenyosha mikono yako mbele za Bwana. Napokuombea maombi haya, neema toshelevu ikashuke juu ya maisha yako. Roho Mtakatifu akayajaze maisha yako. Pokea uzima mpya, pokea uisho, pokea kufinyangwa upya, pokea nguvu ya Bwana. Ikayagange maisha yako, ikayagange maisha yako, ikayagange maisha yako, ikagange fahamu zako, ikagange nia ya moyo wako, ikagange mwenendo wako. Pokea neema ya Bwana na msaada wa Bwana. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Bwana akusimamishe kwenye nafasi aliyokuitia katika jina la Yesu Kristo. Pokea maelekezo ya kimungu sasa, pokea uzima wa kimungu sasa, pokea msaada wa kimungu sasa, pokea uwezesho wa kimungu katika jina la Yesu Kristo. Bwana akupe neema ya kuishi kwa ajili yake. Maumivu ya moyo wako, Bwana akauponye moyo wako. Wewe uliyekata tamaa, Bwana akakuinue tena. Wewe uliye na maswali, Bwana akayajibu maswali ya moyo wako. Wewe uliyepoteza mwelekeo, Bwana akakurudisha kwenye njia sahihi katika jina la Yesu Kristo. Pokea uzima, pokea neema mpya itokayo mikononi mwa Bwana. Bwana akakujenge kwa thamani na utukufu wake. Natamka baraka juu ya maisha yako, natamka baraka juu ya afya yako, natamka baraka juu ya kazi yako, natamka baraka juu ya familia yako, natamka baraka juu ya ndoa yako, natamka baraka juu ya watoto wako, natamka baraka juu ya mume wako, juu ya mke wako, natamka baraka juu ya wazazi wako. Kila eneo la maisha yako likaguswe na nguvu ya Bwana, kaguswe na nguvu ya Bwana, kaguswe na nguvu ya Bwana. Na kuombea amani ya moyo wako. Wewe uliyekata tamaa, uchungu huo na ukemea ndani ya moyo wako. Wewe uchungu uliyekaa ndani ya moyo wa mtu huyo, toka kwa jina la Yesu. Uchungu na kisasi, toka ndani ya moyo wake. Nguvu ya msamaha, nguvu ya kuachilia ikashuke ndani ya maisha yako. Bwana akakujenge tena, Bwana akakuimarishe, Bwana akakupe afya ya moyo wako, Bwana akakupe nguvu ya kumtumikia. Vipawa na karama vikajiwe juu ya maisha yako, na kuombea katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amani ya Bwana ikatawanyike pamoja nawe, ulinzi wa Bwana ukaende nawe, mkono wa Bwana ukakutetee, baraka za Bwana zikakufanikishe sawa sawa na mapenzi na makusudi yake. Kwa Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu, ninaomba haya na kuamini. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na kutakia wiki yenye baraka, na kutakia mafanikio ya Bwana, na Mungu akubariki sana.